Pengine inawezekana ni ishu ya kibiashara, ama ni ishu ya kiuchumi, au jambo lolote. Mara nyingi tunapojifunza kwa watu ambao wamefanikiwa juu ya maeneo ambayo sisi tunayahitaji au tunatamani tuyafikie, huwa tunapenda kujifunza kwao. Bwana Yesu asifiwe. Mara zote watu ambao wamefanikiwa katika namna moja ama namna nyingine, wao huwa tunawaangalia kama kioo, kama kielelezo, kwamba ni jinsi gani au ni kwa namna gani walifanya nini mpaka wamefika kwenye viwango ambavyo kila mmoja anatamani kufikia hapo. Haleluya. Ni vile vile hata kwa habari ya maisha ya kumjua au kumpenda Mungu, bado kuna wenzetu ambao neno la Mungu au Biblia imeandika habari zao, jinsi ambavyo walitembea na Mungu, jinsi ambavyo Mungu alionekana kwao. Watu wao wamefanyika kuwa ni kioo ama kielelezo kwenye kizazi na nyakati za leo, ili tuweze kujifunza. Bwana Yesu asifiwe. Kama wao walishindwa, na sisi tunajifunza kwao ili kwamba tusiweze kushindwa. Na kama walifanikiwa, Mungu akaonekana kwao, nasi tunapaswa kujifunza kwao kwamba walifanya nini, ili na sisi tutapofanya hivyo Mungu akaonekane kwetu. Jina la Bwana libarikiwe. Na ukitafakari au ukilisoma neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Yona, sura zote za kitabu cha Yona kinawaeleza watu wa mji mmoja unaotambulikana kama mji wa Ninawi. Kama vile ambavyo leo Mungu ametupa kuishi hapa Lindi, tungaliweza kusema watu wa Lindi. Haleluya. Sasa hawa watu wa Ninawi walikuwa ni watu wa namna gani? Nini kilichotokea kwao mpaka ikafika wakati Biblia ikaweka rekodi ya kizazi chake, ili kwamba na sisi tuweze kujifunza wa nyakati hizi za leo. Haleluya. Watu wa Ninawi walikuwa ni watu ambao maisha yao yote yalikuwa ya kumchukiza Mungu, yalikuwa yakiishi. Watu wa Ninawi walikuwa wakiishi nje na kusudi la Mungu, Mungu aliyewaumba. Lakini kwa upendo Mungu alimtumia mtumishi wake Yona, kwamba baada ya Mungu kuona machukizo mengi yaliyofanywa na watu waliokuwa wanaishi katika mji wa Ninawi, Mungu akasema hapana, kabla sijaruhusu ghadhabu, kabla sijaruhusu mabaya yawapate watu wangu ambao niliwaumba, ambao wanaishi kwa pumzi yangu, nitamtuma mtumishi wangu aende kusema nao kwa habari ya uovu wao, wapate kutubu, ili mimi Mungu nipate kuwasamehe tena. Haleluya. Tayari tunaanza kuona ni jinsi gani Mungu anavyotutazama kwa jinsi ya upendo. Pamoja na kwamba Ninawi ilifika wakati ilijawa na machukizo mengi, lakini bado Mungu wa upendo, bado Mungu wa rehema alitazama Ninawi kwa jicho na kwa sura ya upendo. Pamoja na dhambi, pamoja na maovu, pamoja na machukizo ya kila namna, lakini bado tunaona sura ya upendo, Mungu akitazama Ninawi na akiwa na shauku na tamaa kubwa ya kuwataka watu wa Ninawi waamrudie yeye, akiwataka watu wa Ninawi wayatengeneze maisha yao, ili Mungu afanyike kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Haleluya. Tunaanza kuona sura ya upendo. Kumbe Mungu habagui. Inawezekana maisha yetu, watu wa Lindi, yamekuwa ni kumkataa Mungu. Inawezekana njia zetu zimekuwa ni mbaya machoni mwa Mungu. Tumetenda matendo mabaya ambayo hata wenyewe tunayachukia, lakini bado tumeyashika, bado tumeyaishi, bado tumeyakumbatia na kuyafanya kuwa sehemu ya maisha yetu. Sasa mtazamo wa Mungu ni nini? Pamoja na dhambi, pamoja na maovu mengi, pamoja na machukizo mengi ambayo tumeyafanya, ambayo tumemtendea Mungu, lakini bado tunaiona sura ya upendo, Mungu akitutazama watu wa Lindi. Na nataka nikwambie jioni ya leo, Mungu anaitazama Lindi kwa jicho la upendo. Mungu anakutazama wewe kwa jicho la upendo. Mungu anakutazama wewe kwa sura ya upendo. Hajakukatia tamaa. Inawezekana ndugu zako wamekukatia tamaa, inawezekana marafiki zako wamekukatia tamaa kwa sababu ya tabia zako, lakini jioni ya leo nakuletea habari njema ya kwamba yupo Yesu anayekutazama kwa sura ya upendo na yupo tayari kuyabadilisha maisha yako. Haleluya. Haleluya. Tunaona Mungu anamtuma Yona
Anasema ninakutuma uende mji ule wa Ninawi, ukapige kelele, ukaseme nao, maana uovu wao umepanda mpaka juu mbele zangu. Bwana Yesu asifiwe. Pamoja na kwamba Yona alitaka kukimbia, lakini bado Mungu akamkamata. Siku ile Yona alipokwenda kulitangaza neno la Bwana, wakati ule Yona anakwenda kusema na Ninawi juu ya ile adhabu ambayo Bwana alikuwa ameiweka tayari kwa ajili ya mji wa Ninawi. Tunachokiona watu wa Ninawi, kuanzia mfalme mpaka wale raia wa kawaida, wote walipolisikia neno la Mungu, walipoisikia sauti ya Mungu, waliposikia taarifa kutoka mbinguni kupitia kinywa cha mtumishi wake Yona, mfalme akatangaza, akasema, tangu sasa asiwepo mtu atakayekula wala kunywa, hata na wanyama asiwepo atakayefunguliwa kwenda malishoni. Mji wote wa Ninawi ukageuka. Biblia inasema ya kwamba wakavaa mavazi ya magunia, wakamletea Bwana, wakamlilia Mungu, wakasema, Baba utusamehe, tumesikia neno lako, tumesikia sauti yako, nasi hatutaki kuangamizwa na ghadhabu yako na hasira yako. Wakamlingana Bwana. Biblia inasema watu wa mji wa Ninawi wakamlingana Bwana, wakakubali kubadilisha maisha yao, wakakubali kuweka nukta kwenye ile mienendo na zile kawaida ambazo walikuwa wakizendea. Wakakubali kusema, leo ni mwisho, tunamtaka huyu Mungu wa Yona, tunamtaka huyu Mungu wa rehema akaturehemu tena, akatusamehe na sisi, akabadilisha maisha yetu na sisi. Haleluya. Sauti ile ile, ujumbe ule ule Mungu anauleta jioni ya leo kwako. Wewe mkazi wa Lindi, wewe unasikia sauti hii, ninataka nikwambie, yupo Mungu anayekupenda, yupo Bwana anayejua mwisho wako, yupo Mungu ambaye anajua hatima yako, amebeba maisha yako, na kwa sababu hataki wewe uangamie, ndio maana anasema na wewe jioni ya leo ya kwamba wanangu, badilisha njia zako, ya kwamba wanangu, inatosha kwa habari ya dhambi, inatosha, nirudie mimi, nipo tayari kuingia ndani mwako, kuyabadilisha maisha yako, kuzibadilisha tabia zako, kubadilisha historia yako, kubadilisha historia yako, nikufanye tena kuwa kiumbe kipya. Haleluya. Amen. Huyu ndiye Mungu wa upendo, huyu ndiye Mungu wa upendo tunayemleta kwako. Sasa turejee kwenye mji wa Ninawi. Walipochukua hatua, waliposema na tutamrudia Mungu, waliposema ya kwamba tutamwomba Mungu juu ya maovu yetu ya kwamba katusamehe, Mungu alifanya kitu gani? Mungu alifanya kitu gani? Biblia inaandika kwamba Mungu akaurehemu mji wa Ninawi. Neno la Mungu linasema Mungu akagairi mabaya ambayo yalikuwa yawapate watu wa mji wa Ninawi. Mungu akagairi. Kwa nini Mungu aligairi? Kwa sababu watu wa Ninawi waliposikia neno la Bwana, waliposikia maonyo ya Bwana, wakakubali kubadilisha mitazamo yao, wakakubali kubadilisha maisha yao, wakasema tutamwendea huyo Mungu, na Mungu akasamehe. Ilikuwa wakutane na ghadhabu ya Mungu, lakini Mungu akagairi. Alipoiona mioyo yao ya kwamba imefunguka ili kumwelekea yeye, naye Bwana wa rehema akagairi mabaya juu ya mji wa Ninawi, wakaokolewa tena. Ile mauti ambayo ilikuwa iwapate, Bwana akagairi. Yale mabaya ambayo yalikuwa iwapate, Bwana akagairi. Yale mabaya ambayo yalikuwa iwapate kwa sababu ya dhambi zao, Biblia inasema Mungu akagairi na akausamehe mji wa Ninawi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe Mungu ni Mungu wa upendo. Alikuwa na sababu zote za kuangamiza ule mji wa Ninawi. Alikuwa na sifa zote za kuangamiza
wala singali kuwepo hata mmoja wa kumlaumu Mungu na kusema kwa nini umeua, kwa nini umeangamiza, kwa nini umebomoa, kwa nini umeharibu, kwa sababu ya maovu. Lakini Mungu akasamehe. Kumbe Mungu anaghairi mabaya. Tunapozingatia mioyoni mwetu, Bwana anasamehe. Tunapomkubali Yesu, Bwana anasamehe. Tunapokubali kufungua mioyo yetu, tunapokubali kusema Bwana tupo tayari, ingia ndani mwetu, Mungu wa rehema anasamehe. Mungu wa rehema anaghairi mabaya. Hata kama ilikuwa mauti ikufikie, Mungu anaghairi mabaya, anakupa uzima, anakuepusha na mabaya, anakuepusha na mabaya, anakuepusha na mabaya, anakupa uzima, anakupa uzima, anakupa uzima. Haleluya, haleluya. Na hii ndio sababu tunao jasiri. Hii ndio sababu tunao jasiri. Wala tuwezi kuona haya, wala tutaona aibu kumtangaza Yesu, kwa sababu tunajua alikufa, akafufuka, kwa sababu yupo hai, anaishi hata leo. Nataka nikwambie, ukimpokea ndani mwako, hivyo katika hali ya kufa, yeye anaviwisha leo. Ukifungua moyo wako kumkubali yeye Bwana aingie ndani mwako, yale mabaya anakuepusha nayo. Yeye Bwana wa rehema anakusamehe. Watu walimbi, sikieni neno la Bwana. Vijana walimbi, sikieni neno la Bwana. Watu wa Mungu walimbi, sikieni sauti ya Bwana. Bwana yupo kusamehe, Bwana yupo kusamehe, Mungu wetu yupo kusamehe. Yupo Bwana wa rehema aliyeweza kurehemu na kusamehe mji wa Ninawi. Hata na leo anaweza kuisamehe limbi, kama aliweza kusamehe maovu yaliyotendwa na watu wa Ninawi. Hata jioni ya leo watu wa limbi, kama tukikubali, kama tukisema ndio Bwana, tupo mbele zako, tunakulingana wewe, tunakutaka wewe, tunakutaka wewe. Yupo Bwana. Nataka nikwambie, jioni ya leo anakwenda kubadilisha historia yetu. Bwana anakwenda kuponya mji wetu. Bwana anakwenda kusamehe mji wetu. Yesu anakwenda kubariki mji wetu. Haleluya, haleluya. Inachohitajika ni wewe tu, na Mungu anatamani kuona mtu mmoja tu anayekubali bila kuangalia nyuma, tena bila kusita, bila kuwa na mashaka, akasema nipo tayari Bwana. Jioni ya leo nataka nikwambie, ni furaha ya Bwana kuona kwamba anashuka na kubadilisha maisha yako. Haleluya. Na nataka nikwambie, shetani hana jema na wewe hata kidogo. Hana wazo jema na wewe hata kidogo. Na nataka nikufunulie siri moja, ya kwamba wakati mwingine tumesikia kwa habari ya maisha baada ya hapa duniani. Hatujui ni ghadhabu gani ambayo ingewapata watu wa Ninawi, lakini nataka nikwambie, kizazi cha leo na dunia ya leo imewekwa akiba kwa moto. Moto upo mbele yako, umewekewa akiba. Lakini nataka nikwambie kitu kimoja, sio kwa ajili yako. Mungu aliandaa jehanamu kwa ajili ya Shetani na malaika zake. Atamani kuona hata mtu mmoja akiingia pale mahali pa mateso, pasipo na matumaini, pasipo na raha, pasipo na faraja. Ndio maana aje kusema na wewe usiku na mchana. Inawezekana habari za kumjua Yesu nataka nikwambie, usiende kufanya mazoea na kwa habari ya kulingana Bwana. Ni wakati uamue sasa, useme inatosha kuishi maisha ya dhambi. Ninataka Bwana niishi sawasawa na mapenzi yake. Ndio. Haleluya, amen, haleluya, amen. Kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya kwanza, Biblia inasema, kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi.
bali mkikataa mtaangamizwa kwa upanga. Watu wa Ninawi waliposikia neno la Mungu walikubali na kutii. Bwana akawaondoa kwenye ile ghadhabu, akawaepusha na yale mabaya, kwa sababu walitii sauti ya Bwana. Kwa sababu walitii sauti ya Bwana. Haleluya. Na kama wasingalitii sauti ya Bwana, leo tusingezisoma habari hizi kusema kwamba Mungu anarehemu. Inawezekana leo tungesema ya kwamba waliangamizwa, maana tunajua kuna miji ya Sodoma na Gomora iliyokuwa ni miji yenye anasa. Watu walipenda anasa, waliponda maisha jinsi walivyoweza, lakini waliangamizwa kwa sababu walikataa. Kwa sababu walikataa sauti ya Bwana, kwa sababu walikataa neno la Mungu, wote waliangamizwa kwa moto. Wote waliangamizwa kwa moto. Kipindi kile cha Nuhu, sote tunajua habari hizi. Wakati ule Nuhu anatengeneza safina, wale watu walimdhihaki, wale watu walimcheka. Kama wangestuka mapema, wangesema, Nuhu, tunamtaka huyo Mungu wako atutengenezee maisha yetu. Hatutaki kuingia kwenye ile gharika ambayo imewekwa mbele yetu. Kama Bwana alisamehe Ninawi kipindi kile kizazi cha Nuhu, bado Mungu angewasamehe, lakini walikataa. Na nataka nikwambie maneno haya na habari hizi ziliandikwa kwa ajili yetu, ili tuweze kufanya maamuzi kupitia wao. Tunaposoma habari zao na kuona walifanya nini, inatupa picha na mtazamo ya kwamba ni nini tufanye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wote waliokataa maonyo ya Bwana, Biblia imeweka wazi, wapo waliokufa, wapo waliokufa papo kwa papo. Wakati ule Kora na wenzake walipomsumbua mtumishi wa Mungu Musa, ardhi ilifunguka ikawameza, wakali wazima. Bwana Yesu atusaidie. Lakini sasa turudi kwenye somo letu la msingi. Watu wa Ninawi, mimi wamenifundisha kitu kikubwa. Pamoja na mabaya yao yote, lakini ulipofika wakati Mungu aliposema na maisha yao, hawakushupaza shingo, hawakuifanya mioyo yao kuwa ni migumu. Walikubali kumrudia Bwana, na Bwana wa rehema akawasamehe, akawaponya, akawaponya, akawaponya. Nataka nikwambie, yupo Mungu mponyaji jioni ya leo. Inawezekana vipo vifungo vimefunga maisha yako. Umeenda kwa waganga, umeenda hospitalini, umezunguka huku na kule, haujapata tumaini, haujapata msaada. Sikiliza sauti ya Bwana. Bwana wa rehema yupo, Mungu mponyaji yupo. Yesu alikufa na kufufuka, anaishi hata sasa, anaishi milele na milele. Bali Yesu analeta uzima, analeta uzima, analeta uzima. Amen. Analeta uzima. Amen. Hii haitakuwa kama ilivyo sasa. Maisha yako wewe hayatakuwa kama ilivyo sasa. Amen. Maisha yako wewe, biashara yako wewe, kazi zako wewe hazitakuwa kama zilivyo sasa. Wakati mwingine inawezekana umeteswa na maroho ya chuma ulete. Wakati mwingine umekosa hata usingizi, unatamani kulala. Wapo wachawi wanakuchezea usiku kucha. Watu wanakabwa, wanaamka wamechoka. Leo ni weekend, kesho watu wanatakiwa ende makazini. Mtu ameamka amechoka, usiku alikuwa analimishwa, anafanyishwa kazi. Wamefungiwa hawana yao, wanajikuta wameamka siku walikolalia. Nataka nikwambie, Yesu anayebadilisha, Yesu anayetutunza, Yesu anayetulinda, Yesu anayetutetea na nguvu za kichawi, na nguvu za kishirikina, na nguvu za waganga, yupo jioni ya leo. Amen. Na anakutaka wewe tu ndio useme, Bwana nimekubali, bali inatosha,
maana maisha niliyoishi hajawahi kunisaidia. Leo ninakutaka wewe, Mungu aliyesamehe Ninawi, nataka ukanisamehe na mimi. Mungu aliyebadilisha maisha ya watu wa mji wa Ninawi, ukanibadilishia maisha na mimi. Haleluya, amen, haleluya, amen. Kuna siku moja nikawa najiuliza kitu kimoja. Kwenye maisha yetu kwa hali ya kawaida, kuna watu wametengewa jina maalum. Kuna watu mitaani, kwenye miji tunayoishi, kwenye mitaa tunayoishi, wamepewa majina yao maalum. Wale wanaodokoa vitu vya watu wanaitwa wezi, wote tunajua. Wanaitwa vibaka, sote tunajua. Wanaitwa majambazi, sote tunajua. Lakini ifike wakati ukamkamata yule ambaye jamii inamnyoshea kidole, inamwambia wewe ni mwizi. Hata na yeye mwenyewe pamoja na kwamba ameiba, lakini anaumia, analichukia jina lake. Kwa nini mimi ninaonekana ni mwizi? Nikipita mtaani kwetu watu wananinyoshea kidole, wanasema ni mimi mwizi. Lakini sio kwamba wanamsingizia, ni kweli ameiba. Lakini kwa nini anapoitwa wewe mwizi anaumia? Sio yeye anayeiba, sio yeye. Wengine wanaitwa malaya, ni kweli wanakesha magesti, ni kweli wanaiba waume za watu. Lakini leo ukimkamata ugoni ukamwambia wewe ni malaya, hata na yeye mwenyewe anaumia, anaichukia sifa ya malaya. Lakini kwa nini kila kukicha ayachi hiyo tabia? Sio yeye, sio wewe, sio yeye, sio wewe. Kuna nguvu imekamata, kuna nguvu imekamata maisha yako, na haiwezi kuondoka wala kukuachia kwa akili zako. Hauwezi kwenda soko ile wakakupa dawa ya kuacha umalaya, ya kuacha uwizi, ya kuacha uchawi. No, no, hapana, haiwezekani. Lakini nataka nikwambie, yupo Yesu. Yupo Yesu mbadilisha historia ya jioni leo. Amen. Yupo Bwana mbadilisha historia ya jioni leo. Yupo Mungu mbadilisha historia ya jioni leo. Nataka niwaambie watu wa Lindi, kama jioni leo mkikubali na kutii, Bwana anakwenda kusamehe kama alisamehe watu wa Ninawi. Leo yupo hapa kusamehe mji wetu, kusamehe maisha yako, kuyaponya maisha yako. Haleluya, amen. Kama ukikubali na kutii, kama ukikubali na kutii, kama ukizingatia moyoni mwako. Haleluya, haleluya. Nani yupo tayari? Nani yupo tayari kuzingatia sauti ya upendo ambayo Mungu amesema na wewe, kama ambavyo alisema na watu wa Ninawi, ya kwamba Ninawi msipokuwa makini, kwamba Ninawi msipoangalia, ipo ghadhabu ya Mungu mbele yako. Watu wa Ninawi walipogairi mabaya, Bwana alisamehe akawaepusha na mabaya. Na jioni ya leo yupo Mungu atakaye kuvusha na kukusaidia na kukuokoa na mkono mbaya wa adui kwenye maisha yako. Ni wewe tu, ni wewe tu. Wakati mwingine neno la Mungu likaandika kwa habari ya imani. Unajua wakati mwingine unaweza usielewe kama hujasikia. Leo nakupa habari hii ukapate kusikia ya kwamba tunamwamini Mungu kwa kusikia neno lake, sauti yake, vile anavyosema juu ya matendo yake, vile anavyosema juu ya ukuu wake na uwezo wake kwenye maisha ya wanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ukishasikia, kinachofuata kwako ni kuamini na kuzingatia na kumtaka huyo Yesu na kumtaka huyo Mungu aingie ndani mwako, aingie ndani mwako. Kwenye kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana, Biblia imeandika kwa sauti ya upendo kabisa. Yesu anasema, tazama nasimama mlangoni. Jioni ya leo Yesu yuko mahali hapa, amesimama mlangoni. Nataka nikwambie, hii sio habari ya mazoea. Inawezekana umesikia mara nyingi, lakini leo sikia tena. Tega sikio lako tena na tena, sikia sauti ya upendo ya Yesu juu ya maisha yako. Anasema nasimama
mlangoni. Nasimama mbele yako, ninabisha hodi mwanangu. Nataka niingie ndani mwako, niabadilishe maisha yako. Shetani amekuchezea vya kutosha. Nguvu za giza, nguvu za kichawi zimekuchezea miaka yote, wala hujawahi kupata tumaini, wala hujawahi kupata faida, wala hujawahi kupata chochote. Leo Bwana anataka kubadilisha maisha yako. Ifike wakati tukubali. Tukubali tu. Tukubali tu. Maana mwenye kuteswa ni wewe mwenyewe. Mwenye kupata shida ni wewe mwenyewe. Ndio. Na wewe ni shahidi wa maisha yako. Wakati mwingine unapoona giza linazama, unaanza kuwaza usiku wa leo itakuwaje? Patakucha saa ngapi? Maana unajua wewe mwenyewe ni shahidi. Hakuna kulala. Hakuna kulala. Ni mateso. Ni mateso. Ni mateso mpaka kuna kucha. Na umejitahidi mara nyingi sana kutafuta msaada. Umejitahidi mara nyingi sana kujiuliza itakuwaje? Nataka nikwambie jibu ni moja tu. Kama ukikubali na kuzingatia moyoni mwako, kumpa Yesu nafasi moyoni mwako, ili kwamba ingie ndani ya maisha yako, ayabadilishe maisha yako, hautakuwa kama ulivyo. Ulikuwa ulali, utakuwa shuhuda ya kwamba umeanza kulala tena usingizi mnono, ukimfurahia Yesu aliyeleta badiliko ndani ya maisha yako. Haleluya. Amen. Haleluya. Bwana anaipenda Lindi. Yesu anaipenda Lindi. Yesu anawapenda watu wa Lindi. Mungu anawapenda watu wa Lindi. Hivyo hivyo mlivyo, hajawakatia tamaa. Mungu anawapenda Lindi. Yupo tayari kuokoa. Yesu anakupenda wewe. Yupo tayari kukuokoa. Bwana anakupenda wewe. Yupo tayari kukusaidia. Bwana anakupenda wewe. Yupo tayari kuyabadilisha maisha yako. Bwana anakupenda wewe na yupo tayari kuyabadilisha maisha yako. Bwana yupo tayari kubadilisha historia yako. Bwana yupo tayari, yupo tayari, yupo hapa kubadilisha maisha yako, kukusaidia wewe, maana huwezi kujisaidia wewe mwenyewe. Yupo tayari kukusaidia, kukutetea. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Lakini kama tukikubali na kutii, lakini kama tukizingatia haya ambayo Mungu anatuambia, kama tukikubali na kutii, Bwana anakwenda kusamehe. Yesu anakwenda kutengeneza. Bwana anakwenda kubadilisha. Biashara zetu hazitachezewa na wachawi. Maisha yetu hayatachezewa na nguvu za giza. Amen. Maisha yetu hayatakuwa chini ya utawala wa adui. Amen. Maana Yesu alipo yeye, hakuna vinyamkela, hakuna uchawi, hakuna ushirikina unakaa hapo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana hii inakuwa ni furaha yetu. Na ndio maana tunao jasiri mwingi wa kuwaletea habari za Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapomwamini Yesu, maisha yetu yanabadilika. Ndoa zetu zinabadilika. Ninajua wapo watu wanateseka na ndoa zao. Wapo watu wanateseka na waume zao. Wapo watu wamechoshwa na tabia za wake zao. Ndio najua watu wengi wameteseka. Wengine mpaka wamefikia hatua wanatamani kujiua. Wengine wameuana kwa sababu ya tabia mbaya ambazo adui amezipandikisha kwenye maisha ya watu. Ndio. Unakuta baba mmoja, yeye ameoa, ni mume wa mtu, lakini mshahara wake ukiingia tu, huyo ameongoza kwenye magesti, huyo ameongoza kwenye mabaa, mshahara wote kwisha, anaenda kujifurahisha huko na makaba. Familia yake anaacha, wanakula mchicha, wanakula matembele, wakirudi nyumbani ni magomvi usiku kucha, watu wanapigana, watu wanauana. Ni kwa sababu gani? Mungu hayupo hapo. Mungu hayupo hapo. Mungu hayupo hapo.
Nataka nikwambie, alipo Yesu yote yanakuwa sawa. Alipo Yesu ndoa zetu zinatengenezwa. Yesu akiingia kwenye maisha yetu, biashara zetu zinatengenezwa, zinakuwa hai tena, ndoa zetu zinauishwa tena, kila tunalolifanya linapata ulinzi wa kimungu, linakuwa salama na linafanikiwa sana. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Ipo faida kwenye kutii sauti ya Mungu. Watu walinisikiliza, ipo faida kwenye kutii neno la Bwana. Tena nataka nikwambie, usichukulie kimzaha. Usije ukasema watu hao wamechanganyikiwa, wamekosa kazi za kufanya. No, kazi zipo nyingi, lakini ni upendo wa Mungu anatamani kusema na wewe. Ndio maana hajaacha kusema na wewe, na kwa sababu hajakukatia tamaa, kila siku anakuruhusu na kukupa nafasi ya kusikia sauti yake ya upendo juu ya maisha yako, kabla hajafika siku mbaya, kabla hujafikia ule mwisho mbaya, ukasema ningalijua kama ningeshtuka mapema ningekubali. Bwana hataki ufike huko. Yesu hataki ufike huko. Bwana hataki ufike huko. Nataka nikwambie tena ya kwamba hivi, Yesu atamani ufikie huko, kwenye mwisho mbaya, mwisho wa majuto, mwisho wa taabu, usio na faraja. Ndio maana anasema na wewe, na ndio maana aliwatahadharisha watu wa mji wa Ninawi, akamwambia Yona, nenda kawaambie watu wa Ninawi watubu, waache kutenda mabaya, kwa sababu ya ghadhabu ambayo nimeiweka mbele yangu, wataangamizwa wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na ndio maana kabla hujafikia mwisho, Mungu aache kusema na wewe. Na inawezekana umeendelea kutenda mabaya, wewe mwenyewe unajua kabisa chanzo cha utajiri wako, chanzo cha mafanikio yako inawezekana ni kwa kuwatesa wengine, kwa kuwakosesha amani watu wengine, lakini bado ukajiona unanufaika na kufanikiwa na kustawi sana kwenye kazi zako, ukasema kwamba ni kwa sababu ya jitihada zangu. Hapana. Mungu amekusaza wewe hata leo ili upate nafasi ya kusikia sauti yake, ya kusikia neno lake, ili uzingatie moyoni mwako, uje kubadilika, uyatengeneze maisha yako kabla hujafika mwisho mbaya. Bwana Yesu atusaidie. Watu wa Lindi, Bwana Yesu atusaidie. Amen. Bwana Yesu atusaidie. Amen. Huu ni wakati wa kila mmoja kutengeneza maisha yake. Na kama ungefunuliwa macho yako, uone namna ambavyo adui anakudanganya kwa vinavyoonekana kwa macho, mpaka inafika wakati unaukataa wokovu, unamkataa Bwana. Kama ungeona vile ambavyo adui amekusudia kukuangamiza, ungeshtuka mapema. Ndio maana Mungu anatuma watu wake kila siku, anasema na wewe ni shahidi. Kila siku anasema na wewe, mwanangu badilika, lakini hutaki kusikia. Kabla hujafikia ule mwisho, Mungu anasema na wewe. Leo nipo hapa mbele zako, ninakuletea habari za Yesu. Kesho atakuja na mwingine, na inawezekana umesikia sana kutoka kwa watumishi wa Mungu wengi, lakini ulishupaza shingo. Nataka nikwambie, kabla haijafikia siku ya shingo yako kukatika na kukosa dawa, ni heri ushtuke leo. Bwana Yesu asifiwe. Ni heri ushtuke leo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sisi tupo hapa kukupasa habari za kukushtua ya kwamba rafiki, tunakokwenda kama tusipobadilika itakuwa ni hasara kwetu. Ni heri leo tukubali kumrudia Yesu na kuyakabidhi maisha yetu kwake, ili akatawale na kuyabadilisha maisha yetu, na kutupa nafasi ya kuyafurahia maisha tangu tukiwa duniani mpaka siku ile ya mwisho atakapokuja kuwachukua watu wake na kwenda juu mbinguni kutawala milele na milele. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Basi ikiwa umepata wasaa wa kulisikiliza neno la Mungu na sauti ya Mungu juu ya maisha yako,
Huu ni wakati sasa ninatamani kwenda kuomba na mtu mmoja ambaye anasema, kweli nimelisikia neno la Mungu, kweli nimesikia sauti ya Bwana, na kwa sababu Mungu ameifunua sauti yake ya upendo juu ya maisha yangu, kama ambavyo alisamehe Ninawi, kama ambavyo aliponya na kurehemu mji wa Ninawi, ninamtaka huyo Mungu aingie ndani mwangu, ayabadilishe maisha yangu, ayasamehe maisha yangu ya dhambi, anioshe kabisa na kunitengeneza kuwa kiumbe kipya. Nataka niombe na wewe, ninataka kuomba na wewe hapo hapo ulipo. Kama unaweza kuja mahali hapa, njoo. Lakini hata hapo hapo ulipo unaweza kuungana pamoja nami kwenye sala hii fupi ambayo tunakwenda kumwomba Mungu wetu wakati huu. Unaweza ukanifuatisha maneno haya. Mimi nitakaposema na wewe utajibu baada yangu. Sema, Bwana Yesu, nimesikia